Karibu Filamu Darasa Tanzania. Leo hii tunaendelea na mfululizo wa masomo yanayohusu filamu, uigizaji pamoja na production na vitu mbalimbali vinavyohusiana na filamu. Na katika kipindi kilichopita tuliweza kujifunza kuhusiana na development ambayo inapatikana katika utengenezaji wa filamu. Tukasema kwamba development ni hatua ya kwanza katika hatua za utengenezaji wa filamu. Leo hii tunakwenda kuangalia kipengele kingine ambacho kinaitwa pre-production. Pre-production ni hatua ya pili katika utengenezaji wa filamu. Pre-production ni nini? Pre-production hii tunaweza tukaita kama pre-meeting before shooting. Pre-meeting before shooting. Hii ni pre-production. Pre-production inatupa sign ya kwamba nini tunacho, nini hatuna, tufanyaje ili tuweze kuweza kushuti filamu. Hii ndio pre-production. Kwa sababu kwenye pre-production kuna vipengele ambavyo tunavipata kwa ajili ya kuweza kufanya sinema husika. Ambavyo vipengele hivi ambavyo tunavipata ni kwa mfano kama kipengele cha kwanza tunaita location scout. Location scout lazima ifanyike kwenye pre-production. Kwa sababu tuliona kule kwenye development kwamba kuna sehemu ambayo tukasema kwamba hii sehemu inaitwa kukusanya timu ya utengenezaji filamu. Ambao timu ya utengenezaji filamu ambao crew of production, kuna sehemu ambayo inahusiana na production location manager. Ambapo sasa tukishapata crew of production, maana yake kwamba sasa tukishatawanyika kutoka kwenye ile development, tukitawanyika kuna majukumu ambayo tutayapata kwenye ile development in filmmaking. Yale majukumu tukishapeana, tukitawanyika, tukija kukutana katika stage inayofuata ambayo ni pre-production. Sasa hapo ndo tunakuja mtu mwingine anakuja na hiki. Sasa kiwemo cha kwanza ambacho mtu anakuja nacho inawezekana ikawa ni location. Kwa kwenye pre-production lazima tufanye location scout. Location scout ni nini? Location scout ni ile hali au hatua ya kuweza kuzipitia location zote ambazo zitatumika katika filamu husika. Lazima tuweze kuzifanyia scouting. Hatuwezi kuingia tu location tunaambiwa kwamba tunaenda kushoot labda bandari, alafu hatuna uhakika kama bandari ipi inatufaa, hatuna uhakika kwamba je, bandari ambayo tuliiona mwaka jana, picha tuliyokuwa nao mwaka jana, je, mwaka huu pako vile vile? Tunataka kwenda kushoot airport. Lazima tufike airport tupaangalie panafananaje, tuweze kuseti mambo yetu pale, tupate picha kamili. Then siku ya kushoot tukienda tunakuwa tuko familiar na ile location. Lazima tufanye scouting ya location, lazima tufanye investigation, lazima tufike kwenye eneo ambalo tutatumia kwa ajili ya shooting. Lazima tuliangalie, tujiridhishe, tupate picha kamili. Lakini pia kitaalamu pia unakushauri kama unaweza ukaenda wewe kama location manager au mtu ambaye umepewa jukumu la kuweza kutafuta location, unapofanyia hiyo scouting ya hilo eneo husika, tumia picha kupiga hilo eneo, jaribu kushuti clip fupi kupitia hilo eneo ili utakupeleka kwa director aweze kupata picha kamili ya eneo husika linafananaje kama atakuwa hajafika eneo la location. Kwa hiyo hii ni hatua muhimu sana ambayo katika pre-production inatakiwa iweze kuzingatiwa zaidi, kwa sababu watu wengi sana, wewe ni shahidi, mmekuwa mkiingia location kwenda kushuti, lakini hiyo location hamkuwahi kuiona wala mwijui. Mnafika pale na sometimes ndo mnaanza kuomba kushuti. Hiyo ni unprofessional. Ili uweze kuwa professional lazima ujipange mapema zaidi ili uweze kufanya kitu ambacho ni kizuri na chenye tija zaidi. Kwa hiyo location scout ni jambo la muhimu sana katika kulizingatia katika utengenezaji wa filamu. Hatua ya pili hii inaitwa shot arrangement. Hii sasa ni hatua muhimu na ni nzuri zaidi katika pre-production. Wanapokaa katika pre-production, wanapokaa crew of production, wanapokaa na director, script tayari imeshakuja mezani, crew nzima wameshaelezwa script iko vipi, inasemaje, inataka nini, aina gani za picha hapo zinatakiwa, scene fulani, shot zitakuwaje, tuna arrange vipi, hapo tutapiga shot gani hapa hivi, kwa sababu tayari mshafanya scouting ya location.
Kwa hiyo hata shots zile zitakuwa tayari zinakuwa zimeshapangiliwa vizuri. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri ya kuweza kupanga zile shot tutakazozitumia. Kwa nini wanasema shot arrangement ni muhimu kuweza kuzipanga mapema? Hizi pia zinasaidia sana katika kufanya shooting ukiwa on set. Ukiwa na shot arrangement inakusaidia kuweza kufanya kwa uharaka unapoingia on set pasipo kubabaika, kwa sababu inakuwa kila kitu kimeshakuwa arranged. Kwa ukifika pale unajua kamera number 1 itakuwa inapiga shot hii, kamera number 2 shot hii, kamera number 3 shot hii, kamera number 4 shot hii. Kwa hiyo zikigeuka hii itapiga shot hii, itapiga shot hii, itapiga shot hii. Tukimaliza tumemaliza. Kwa hiyo hakuna kurudia, hakuna kuchelewesha muda, hakuna kudelay kwa namna yoyote ile, kwa sababu tayari shot arrangement zipo katika order na zipo zimepangiliwa na director anajua hilo na timu ya production yote inajua hilo. Set arrangement ni kitu cha msingi na cha muhimu sana. Hiyo ni hatua ya pili katika pre-production, katika set arrangement. Na hatua ya tatu katika pre-production, tunasema sasa hii hatua tayari timu imeshakaa, tayari imeshaangalia script, tayari wamesha set zile shot arrangement. Kwa hiyo kinachofuatia hapo sasa tunaita collection of equipment. Kukusanya vile vifaa ambavyo vitakuwa vinasaidia kuweza kushuti filamu husika. Hapo sasa lazima muweze kujua kwamba kwa sinema hii lazima tutumie kamera ya aina gani, tutumie lenzi za aina gani, tutumie tripod stand ya aina gani, tutumie gimbal au tutumie kitu gani. Umeona? Kuna haja ya kuwa na drone au tuna haja ya kuwa na gimbal au tuna haja ya kuwa na whatever. Kwa katika kila kitu hapo sasa ndipo mnakubaliana na mnaanza kuvikusanya sasa vile vifaa kwamba kifaa hiki kitahitajika, hiki, itahitajika reflector, itahitajika diffuser, itahitajika na kadhalika. Mnaanza kucollect vile vifaa sasa kwa ajili ya kuweza kufanya shooting. Lakini ukiwa umeingia on set, alafu unafika on set unagundua kwamba una boom. Afu boom ukiangalia kwenye timu yenu haipo, mnaanza kupiga simu, boom inatoka Gongo la Mboto, alafu mnashuti Mikocheni. Unaangalia hapo jinsi mnaweza kudelay na kuweza kuharibu kazi. Kwa hiyo hivi vitu vinatakiwa vifanyike mapema zaidi. Mna correct vifaa vyote sehemu moja. Alafu mnajua kabisa mkiingia on set tunatakiwa tuwe na kifaa hiki, tuwe na kifaa hiki ili kuweza kuondoa ile delaying ya kuweza kuchelewesha na kuweza kuharibu kazi. Hiyo ni hatua ambayo inajitegemea kabisa. Hatua nyingine ambayo inajitegemea katika utengenezaji wa filamu, kuna hatua inaitwa table reading, film script table reading. Table reading ni hatua muhimu sana ambayo inatakiwa ifanyike mapema kwenye pre-production. Hii ni hatua ya 4. Lazima kuwe na table reading. Table reading ni nini? Table reading ni ile script sasa inachukuliwa na inawekwa mezani mkiwa mmekaa, timu ya uzalishaji pamoja na wasanii na watu mbalimbali wanaohusika kwenye filamu. Ile script inasomwa pale na watu wote mnaisikiliza, mnafuatilia hatua kwa hatua. Then baada ya hapo mnaweza mkafanya marekebisho na kila characters anayepewa ile script hapo anapata nafasi ya yeye sasa kusoma ili kuweza kuwa yeye. Yaani ile script aisome aweze kufanyika yeye, asionekane anasoma script, aonekane anazungumza script. Table reading ni hatua muhimu sana kwenye utayarishaji wa filamu. Table reading ni hatua muhimu, nasisitiza. Table reading ni hatua muhimu sana kwa msanii ili kuweza kuportray kile ambacho kimeandikwa na mwandishi kwenye script. Ni kosa kubwa sana kuonekana msanii anasoma script on set kuliko kuzungumza script on set. Ni bora akazungumza script on set kuliko kusoma script. Kwa lazima aweze kufanya drilling, aweze kufanya blocking mapema ili iweze kuwa nzuri zaidi sinema ambayo itakwenda kurekodiwa on set. Okay, naona hapo unaweza kujiuliza drilling ni nini? Drilling ni ile hali ya kuweza kucapture kile kitu ambacho kimeandikwa kwenye script na mwandishi, kukiingiza katika maisha yako
na kuweza kukizungumza kama vile ni maneno yako. Kwa mfano kama hapa ninapozungumza, sizungumzi kama vile mtu ambaye nimekariri au nimesoma au na kariri kitu fulani, nazungumza kama vile maneno yanatoka ndani yangu. Kitu kama kwamba kitu umekijua, umekielewa, sasa unakizungumza. Hiyo sasa hiyo process ya kuweza kufanya hicho kitu tunaita drilling. Lakini sasa kwenye drilling kuna kitu kinaongezeka kingine kinaitwa blocking. Blocking ni nini? Blocking ni ile hali ambayo msanii anakuwa anaweza kujitambua kwamba mimi nitazungumza kutoka katika script yangu kutoka katika eneo fulani mpaka eneo fulani, then nikifika eneo fulani mtu fulani atanipokea, atazungumza mpaka eneo fulani na mimi nitaingia sehemu fulani. Kwa hiyo lazima uweze kujua zile block zako, wewe unaenda wapi hadi wapi na huyu anaingia wapi hadi wapi. Pasipo kujua hivyo, ndugu yangu, itakuwa ni shida na kero kubwa. Unaingia location kushuti, huyu anaongea hajamaliza ushadakia, huyu amejibu ushaamkia, huyu hajaitikia wewe ushaendelea na jambo lingine. Kwa sababu gani? Hamkuweza kufanya blocking mkiwa katika table reading. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwenye table reading, inakusaidia kuweza kufanya drilling and blocking. Na hatua ya mwisho ambayo ni ya 5 inapatikana katika pre-production. Hii tunaita artist rehearsal, tunaita pia camera rehearsal, tunaita sound rehearsal. Hii ni kitu muhimu sana kwenye kufanya. Sasa tunaona sasa watu wakiwa wanafanya yale mazoezi ya kuweza kuielewa script na kuweza kuelewa mazingira ya hiyo scene husika na hiyo story husika, lazima waweze kufanya rehearsal. Rehearsal inakusaidia kuweza kutengeneza mazingira ya kuweza kuelewa na kukiamini na kukiweka moyoni mwako kile ambacho unakwenda kukifanya. Lazima ufanye rehearsal ya camera test, ufanye rehearsal ya equipment test ya sound na kadhalika, ili unapoingia location isije ikakusurprise. Unafika kule kamera ulitegemea itakupa picha hii, kumbe inakupa picha nyingine, na ukaenda kutafuta kamera nyingine inakuwa wasting of time. Kwa hiyo ili uweze kuepuka na hicho kitu, lazima uweze kufanya hiyo stage ya rehearsal. Rehearsal ni kitu cha msingi sana kwenye kufanya kitu kizuri. Wasanii unawapangia, wanafanya rehearsal ya scene kadhaa, unazipitia, unatoa marekebisho, mnapeana maoni. Lakini pia hiyo ni sehemu pia hata msanii naye pia kushauri kwamba director, script imeandikwa hivi na hivi na hivi, lakini mimi natamka hivi na hivi, kwa sababu nikitamka hivi najiona mimi, lakini nikitamka kama hivyo kwenye script naona kama anasoma. Wewe kama director una haki ya kuweza kumsikiliza na kuweza kuyapima mawazo yake. Kama yanafaa, mnaweza kurekebisha, kwa sababu hapo ndio sehemu ya kuweza kutengeneza kitu kizuri zaidi. Filamu Darasa Tanzania bado tunaendelea na mfululizo wetu wa masomo, lakini kwa leo ngoja tuishie hapa. Leo tumejifunza kuhusiana na pre-production, ambapo pre-production hiyo tukasema kuna vitu vikuu vya kuzingatia. Kuna location scout, kuzitembelea location kwa ajili ya kuweza kujua ni locations zinafananaje na kadhalika. Tukasema pia kuna kitu kingine, tukasema hii ni shot arrangement. Lazima kuwe na mpangilio wa shot katika sinema tunaenda kuishoot. Lazima tujue tutatumia shot zipi na shot zipi ili kuweza kuokoa muda tu hapo on set. Alafu hatua nyingine ya 3 tukasema kukusanya vifaa ambavyo vitasaidia katika kurekodi sinema husika. Hiyo ni ya 3. Alafu ya 4 tukasema kwamba lazima kuwe na table reading. Table reading inasaidia sana katika kufanya blocking and drilling. Na hatua ya 5 tukasema hiki ni kipindi cha kufanya rehearsal. Rehearsal ni kitu cha msingi sana katika utengenezaji wa filamu. Hadi kipindi kijacho, ulikuwa nami Steven Mapunda Film katika kipindi cha Filamu Darasa, na hadi wakati ujao, like, comment, subscribe, alika wengine, watu mbalimbali, copy linki, share na watu mbalimbali. Alafu andika maswali hapo chini yanayohusiana na filamu, nami nikija ninaweza nikakusaidia kwa majibu mbalimbali yanayohusiana na filamu. Filamu Darasa Tanzania tumewasha.